Okay. Sawa. Hapa ni shuleni, shule ya Juvic Pre and Primary School iliyopo halmashauri ya mji wa Makambako, mtaa wa Kipagamo. Tutakwenda kufahamu historia fupi ya shule hii. Tutaungana na mkurugenzi, mmiliki wa shule hii. Tutafahamu mambo mengi sana uwepo wa shule hii. Mkurugenzi, karibu sana. Tuweze kukufahamu kwa majina yako na baada hapo utuambie kwa ufupi tu historia ya shule yako. Asante sana mtangazaji. Kwa majina ninaitwa Vincent Kipene. Ndio mkurugenzi wa shule hii ya awali na msingi Juvic. Okay. Kama ulivyosema, hii shule iko mji wa Makambako. Ndio. Mkoa wa Njombe. Shule yetu hii ilianzishwa mwaka 2023. Ndio. Ndio kwa mara ya kwanza tumeanza kudahili wanafunzi. Okay. Tunataka kufahamu nini msukumo au kitu gani kilikufanya ukawa na wazo la kuwa na shule ya Juvic? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme kwamba mimi ni profession yangu, mimi ni mwalimu. Okay. Ni mwalimu kwa maana kwamba ninafundisha, nimekuwa nikifundisha kutoka level za chini mpaka level ya juu kabisa, chuo kikuu. Ni kazi yangu kufundisha. Ndio. Na ninapenda kuwa mwalimu. Ndio. Na ninapenda kuwapa elimu watoto na watu mbalimbali. Msukumo wa kuanzisha shule hii kwanza ilikuwa ni kutimiza tamanio la moyo wangu. Ndio. La siku moja nije niwe na taasisi ya elimu ambayo nitatumia profession yangu kama inavyotakiwa. Ndio. Hilo ni namba moja. Namba mbili, niliangalia mahitaji yalivyo kwa hapa Makambako. Ndio. Ndugu mtangazaji, kwa hapa Makambako hizi shule ni mpya. Ndio. Hazikuwepo tangia hapo mwanzoni. Lakini jamii inayozunguka Makambako ilikuwa inahitaji sana shule hizi. Okay. Kwa utafiti wangu kutoka na kazi yangu ninayoifanya ya kufundisha, kufanya utafiti na ushauri wa kitaalamu, nilitafiti nikagundua kwamba kumbe Makambako kuna uhitajika wa shule za namna hii. Huo ndio msukumo ukanipelekea nianze kuwekeza kidogo kidogo ili baadaye nije nifikie lengo la kujenga shule kama hii. Kwa nini ilikuwa ni shule ya awali pamoja na msingi na sio sekondari? Asante ndugu mtangazaji. Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, mimi kwanza nimewahi fanya kazi ya walimu wa sekondari. Ndio. Nimefundisha shule mbalimbali katika mkoa wa Njombe. Okay. Lengo langu ilikuwa ni kujenga shule ya sekondari. Ndio. Lakini nikaja kuona kwamba hitaji kubwa zaidi ni shule ya awali na msingi. Sekondari inafuata baadaye. Na lengo langu ilikuwa ni kutengeneza msingi mkubwa. Msingi unaanzia chini, alafu baadaye ndio unakuja juu. Kwa hiyo lengo langu ni kwamba ni kutoa elimu bora na kama bora kama motto wetu tunavyosema quality education. Okay. Sasa kama quality education ndio lengo letu, basi tuanze kutengeneza kuanzia chini. Ili watoto wetu wanaomaliza kwetu waonyeshe kwamba kweli wana elimu bora. Kwa hiyo tukawa tumeanzia awali, msingi na baadaye tutakuwa na sekondari. Okay. Sawa, na hiyo sekondari baadaye tutegemee kuona inapatikana halmashauri ya mji wa Makambako au sehemu nyingine? Ndio. Kwa mjibu wa mpango yetu sisi wana Juvic. Ndio. Mpango yetu ni kutoka hapa saa hizi tunafanya maandalizi ya kujenga sekondari. Okay. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ndio. Maana yake ni kwamba kwa mjibu wa sera mpya ya elimu ya sasa hivi, ndio, mtoto anatakia anze la kwanza mpaka anamaliza darasa la 12. Ndio. Manake anamaliza primary ile elimu ya msingi, halafu anakuja kwenye elimu ya upili ambayo ni secondary. Ndio. Sasa na anaunganisha moja kwa moja.
hata kuwa na nafasi ya kwamba kama ilivyo saizi kwamba mtoto amemaliza alafu anaweza akaamua kuacha kuendelea au asiendelee. Sasa hivi itakuwa ni lazima. Sasa hilo tunavyoliona, na kwa mtazamo wangu kutakuwa na uhitaji mkubwa sana wa shule za sekondari. Okay. Na vile vile wazazi wananiuliza maswali mengi. Ndio. Umeanzisha shule hii. Je, watoto wetu watakwenda wapi? Ndio. Wakimaliza darasa la 6. Sasa umebadilika mtaala. Sasa kwenye hilo ndugu mtangazaji, ninajiona kwamba nina deni kwa wazazi. Okay. Kwa sisi kama wanaJUVIK tuna deni kwa wazazi kwamba tunaandaa watoto afu wafike darasa la waende wapi. Ndio. Kwa hiyo ndio mpango wetu ambao tunategemea tutaunganisha ili tuweze kuwa na sekondari ambayo itaunga kutoka darasa la 6 wanaendelea na kumaliza sekondari. Okay. Sawa, unatuambia ulianza kwa taratibu kwa ajili ya kutimiza ndoto yako ya kuwa na shule. Wakati unaanza hadi sasa hivi unaona mapokeo ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako wanakupokea kwa namna gani, namna ya kile ambacho natamani kukifanya? Ndugu mtangazaji, kitu cha kwanza ni washukuru sana. Ni washukuru sana wanajamii, watu wa Makambako. Ndio. Watu wa Makambako ni watu ambao wenye moyo sana. Ndio. Watu wa Makambako wamenitia moyo sana. Watu wa Makambako wameniunga mkono. Ninapoongelea kwamba wamenitia moyo na kuniunga mkono, nilipokuwa nimeanzisha shule hii mara moja. Ndio. Walikuja wakaleta watoto. Unajua mnapoanza mnaanza katika mazingira ambayo ni magumu. Sio hali ya kawaida kwamba wazazi wataleta watoto. Lakini kuhakikishie mtangazaji, tulipoanza tu watoto walikuja wengi kwa mara moja. Ina maana kwamba wazazi na jamii ya Makambako, hasa eneo hili la Kipagamo na Kikula na majirani wengine, ndio, walikuwa wanaisubiri shule hii kwa hamu sana. Okay. Kwa hiyo mapokeo yake yamekuwa chanya sana kwa wanajamii ya wana Makambako. Okay. Hii ndio unaona watoto wamekuja wapo. Okay. Na ndio sababu baadaye tulianza kuwa na gari moja kwa sababu ya mahitaji. Lakini kila mwaka tunajikuta tunalazimika tuongeze gari kwa sababu wazazi wanaleta watoto, kwa usafiri unahitajika. Okay. Kuna issue ya maono au matarajio au mipango ambayo kama mmiliki wa shule unakuwaga mnaipanga kwamba unatamani baada ya muda fulani utoke kwenye level hii uwe kwenye level hii, katika nyanja zote, iwe ni elimu, iwe ni mazingira ya shule na hali kadhalika. Kwa upande wako wewe, maono yako, mipango yako ni ipi juu ya shule hii? Asante tu mtangazaji. Maono yangu makubwa yaliyopo kwenye shule, kwanza nimesema ni kutoa elimu bora. Elimu bora ya namna gani? Elimu bora kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Ndio. Sasa hivi tunapoongelea sayansi na teknolojia ni kitu ambacho hakizuiliki. Ndio. Ni lazima tuandae watoto wetu kwa ajili ya kuweza kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Ndio. Hili linatokana na nini? Kwamba sio kuandaa watoto tu, manake uandae hata walimu. Ndio. Kwa nina mpango ama tuna mpango thabiti kwa ajili ya kwanza kuendeleza walimu ili waweze kutoa elimu kufuatana na sayansi na teknolojia. Ndio. Leo hii watoto wadogo, watu wazima, sayansi na teknolojia haikwepeki. Kwanza kwenye nyanja za fedha, nyanja za utamaduni, kila mahali teknolojia haikwepeki. Kwa hiyo tumejipanga kwamba ili tuweze kutoa elimu iendane na sayansi na teknolojia. Hilo namba moja. Ndio. Namba mbili mtangazaji, mpango wetu kama nilivyosema, tumejipanga kuongeza level zingine ambazo kama nilivyosema mwanzoni, level ya sekondari. Hii level ya sekondari tunategemea baada ya miaka, kama Mungu atapenda, baada ya miaka 3 tunatamani iwepo sekondari ambayo itaunganisha, itafanya watoto wakimaliza waweze kuunga kwenda kusoma
masomo ya sekondari. Kama nilivyosema, kwa mjibu wa sera ya elimu mpya ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais hivi karibuni, ni kwamba kuna michepuo ya kilimo, biashara na mingine. Sasa sisi tutajikita kwenye maeneo tofauti. Tutaangalia kama tunaweza tukatoa kwenye swala la kilimo, tukaangalia tunaweza tukaangalia kwenye swala hasa la sayansi na teknolojia. Hilo ndio lengo letu kubwa ambalo tunataka tuweze kuwekeza kwenye eneo hilo. Watu wanasema kwamba elimu bila nidhamu ni kazi bure. Kwani nyinyi kama mkurugenzi umewekezaje kwenye swala la nidhamu? Mtangazaji, sio elimu tu. Kwenye kazi yoyote ile. Ndiyo. Hata kwenye michezo. Ndiyo. Bila nidhamu hamwezi kufanikiwa. Ndiyo. Sasa sisi msitizo wa kwanza kabla hata hatujaanza, watu tunao waajiri kwenye shule hii. Ndiyo. Kipaumbele cha kwanza ambacho tunakiangalia ni nidhamu ya wafanyakazi. Wafanyakazi wetu wana nidhamu ya hali ya juu sana. Na hili linathibitishwa hata na wazazi wenyewe. Ndio kipaumbele cha kwanza kwao, hata kwenye kuajiri. Nidhamu tunaangalia. Ili kwa nini tunaangalia nidhamu kwa wafanyakazi wetu? Kwa sababu hawa ndio wanaenda kuwa na watoto. Hawa ndio wanao train watoto, wanaowafundisha watoto. Watoto wanawaangalia hawa. Kwa hiyo akiwa na nidhamu mbaya, maana watoto taiga nidhamu mbaya. Kwa hiyo tunaandaa watu kwanza, walezi na walimu wa nidhamu nzuri, ili waweze kufanya nini? Kuambukiza watoto. Kwa hiyo na kuwafundisha watoto nidhamu nzuri. Okay. Sawa, kwenye issue ya mipango ya awali ambayo uliipanga wakati unaanzisha tu shule yako, hadi sasa hivi umefanikiwa kiasi gani? Ndugu mtangazaji, ninaweza kusema nimefanikiwa kwa zaidi ya 80%. Kwa maana kwamba kwanza ni vitendea kazi. Ndio. Naposema vitendea kazi, manake ni miundombinu pamoja na vifaa vingine vya kufundishia na kuwezesha walimu kuandaa masomo, kuandaa vitu gani waweze kufundisha watoto. Hivyo vitu vyote viko sawa. Alafu namba mbili, kuandaa mazingira, uwezo wa walimu. Ndio. Kwa tumekuwa tukijaribu kuwawezesha walimu ili wawe na uwezo wa kuweza kufundisha. Hivyo ni vitu ambavyo ilikuwa ndio malengo yangu ya awali wakati naandaa ninaota ndoto kwa ajili ya shule hii. Shule nyingi ukienda, changamoto ni upungufu wa madarasa, vifaa kwa ajili ya wanafunzi kama viti na hali kadhalika. Upande wako wewe, changamoto hii? Hilo tatizo halipo. Tatizo la madarasa yapo ya kutosha. Ndio. Yapo ya kutosha. Ndio. Na wanafunzi hawakosi mahali pa kukaa. Ndio. Viti vipo vya kutosha. Vile vile nimesema kwa maana ya vitendea kazi. Ndio. Nina hapo mpaka na vyombo vya usafiri. Vipo vya kutosha. Ndio. Nafikiri utakuwa umeviona nje wakati unaingia. Ndio, ndio. Kwa maana hiyo sisi vitendea kazi vipo. Ndio. Vipo vya kisasa ambavyo vinawezesha kutolewa elimu kuendana na mazingira. Na mazingira yetu ukiangalia, ndugu mtangazaji, ni mazingira rafiki kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuwafanya watoto wetu waweze kusoma, waweze kujifunza vizuri na kwa usalama. Shule yako naona namna hii fence ni kubwa sana, ambayo kwamba ni usalama mkubwa kiasi hiki, kwamba kwa nini uliamua kutengeneza fence ya namna hii? Ndugu mtangazaji, kwa watu wa Makambako na sehemu nyingine, wazazi, nimesema mimi ni mwalimu. Ndio. Wazazi wanatamani kupeleka watoto wao mahali ambapo ni salama. Ndio. Na ndio sababu hii shule nilivyokuwa nimefungua, mara moja wazazi walileta. Ndio. Kwa sababu waliona mazingira yake ni salama kwa watoto. Fence hii kama unavyoiona ni kwa ajili ya usalama wa watoto. Kama kuna kuwa na open, manake sehemu ya wazi, manake ni nini? Ni kwamba mtu yote anaweza kaingia, akaweza kumdhuru mtoto, akaleta madhara kwenye shule. Sasa hilo mimi sikulitaka. Okay. Ndio sababu nikajenga fence kama unavyoona. Manake hapo
mtoto akiingia huko ndani hakuna mtu mwingine au kitu kingine kinachoweza kufanya nini, kinachoweza kumdhuru mtoto. Kwa hiyo nilichozingatia mimi ni usalama kwa nani? Usalama kwa watoto ambao watakuwemo humu ndani. Ukipita mtaani, shule yako imekuwa ni maarufu sana, hasa kwenye upande wa ada. Sasa leo tutapata ukweli kwamba ni kweli shule yako ada ni iko nafuu sana kwa wananchi wote. Asante ndugu mtangazaji. Unajua mtangazaji, elimu ni huduma ya jamii. Ndio. Elimu ni huduma ya jamii kama ilivyo afya. Ndio. Swala la hospitali, swala la shule, ni huduma ya jamii. Na hii huduma kila mwanajamii inatakiwa aipate. Ndio. Uwezo wa wanawafanya kazi, wa wananchi wetu, sio unafanana. Ndio. Haufanani. Sasa mimi nilitaka niweze kuwaingiza wote waweze kupata hii huduma. Ndio maana mtangazaji, ndugu mtangazaji, nikaweka ada ndogo, gharama nafuu za usafiri, ili kuwezesha watu wote waweze kuifikia hii huduma. Kwa sababu natamani kama ilivyokuwa mwanzoni kwenye eneo hili la Kipagamo, Kikula, mpaka kule maeneo ya huko huku kuelekea Iringa kule, maeneo yote hayo yalikuwa hayana shule ambayo inatoa mchepuo wa Kiingereza. Kwa hiyo niliona ili watu wengi waweze kupata hiyo huduma, niweke gharama ndogo. Hizi gharama ndogo ni kwa ajili ya kuwezesha, sio kwamba kupata faida. Hapana, ni kwa ajili ya kuwezesha watu waweze kupata elimu kama ndoto yangu, na kama wanaita wengine siku hizi hobby. Mimi ninapenda, kitu nachokipendelea nione, najisikia raha sana ninapokuta watoto wanasoma, wanafurahi, wanacheza. Na maisha yangu mengi niliyofanya kazi, nimefanya kazi na kukaa na watoto na vijana kwa ajili ya elimu. Kuna kitu ambacho wakati unaanza kuanzisha hii shule hadi leo hii umekutana nacho na kilishawahi kukukwaza, kikakuumiza katika uwepo wa shule hii, kwa maana ya changamoto fulani kubwa ambayo ilikufanya kuna wakati mwingine ukasema tutafika kweli, nitafika malengo yangu kweli? Asante ndugu mtangazaji, hakuna kitu chochote hapa duniani ambacho kina upande mmoja. Tunaposema shilingi ina pande mbili. Ndio. Kuna chanya na hasi. Uanzishaji wa shule hii kuna changamoto vile vile. Ndio. Ambazo unapitia. Changamoto kubwa ambayo nimepitia kwenye shule hii ambayo ni kuweza kufikia malengo haya ya kujenga. Ndio. Unajua ujenzi ni gharama sana. Sahihi. Sasa na kuweza kupata material kwa gharama ambayo ulionayo ilikuwa ni changamoto kubwa. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu, niliweza kutafuta namna na mbinu tofauti ili kuweza kufikia hayo malengo yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu sana kuweza kupata material, kupata fedha. Maana tunaposema fedha ndio kila kitu. Ili uweze kujenga, uweze kuanzisha shule, uweze kulipa wafanyakazi. Kwa hilo mwanzoni lilinipa wakati mgumu sana. Ninawashukuru sana wazazi kwa kuniunga mkono, manake nimeweza kupata hata hela ambayo ninaweza nikawalipa wafanyakazi kwa ajili ya kuweza kuendesha kuendesha hii shule. Kuna issue ya tuzungumzie issue ya taaluma. Yaani profile yako tu ulivyoeleza ni mwalimu, kwa hiyo unajua mifumo mingi ya ufundishaji na nini. Ulikoanza hadi sasa hivi juu ya ufaulu kwa maana ya taaluma juu ya wanafunzi, unaonaje na vipi tunakoelekea tunaweza kufikia kile ambacho tunafikiri zaidi? Ndugu mtangazaji, mimi ninawashukuru na nawapongeza sana wafanyakazi na walimu wa shule hii. Walivyoingia hapa waliingia kwa nguvu na wanafanya kazi kwa nguvu. Na wanajituma. Kuna wakati mwingine huwa ninawaangalia nasema kweli hawa wanafanya kazi
sio kwamba wapate mshahara. Wanafanya kazi kwa kujitoa. Kama ilivyo kazi ya walimu ni ya kujitoa. Yani kwa mazingira yaliyopo na kwa jinsi wanavyofanya kazi, wameweza kuifanya shule hii ikaweza kufundisha watoto na wazazi wanaona. Wakafanya vizuri. Kwa sababu sisi walimu tunasema hivi, kanuni yetu, mtu yote aliyesomea walimu, hakuna mtu asiyefundishika. Hii waliipokea walimu. Kwamba hakuna mtu asiyefundishika. Kama mtoto wakati wameanza, watoto ambao walikuwa wamekataliwa walikuja kwetu. Hao watoto tumefanikiwa kuwabadilisha. Walimu wamefanikiwa kuwabadilisha na kuwa wanafunzi wazuri. Na wamefanya matokeo mazuri. Nitoe mfano mdogo tu. Nafikiri mwalimu mkuu atakwambia. Matokeo ya darasa la 4 mwaka huu ndio mwaka wetu wa kwanza kufanya mtihani wa taifa. Walipata wanafunzi wote wastani wa A. Hongera sana. Asante sana. Sasa ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa mwaka wa kwanza shule mpya wanafunzi wanapata A. Wote. Sasa ukiangalia nafasi tulioishika hata kwa Makambako na kwa kimkoa. Tunapoongelea kimkoa, katika shule 10 bora. Shule yetu ya Juvik kwa mkoa wa Njombe ni moja wapo. Hongera sana. Ni shule mpya. Ina miaka mingapi? Huu ni mwaka wa 3. Na ukumbuke ndugu mtangazaji, hao watoto ambao tunasema ndio wamefanya vizuri ni watoto ambao walihamia. Sio mlianza nao. Sio tulianza nao. Waliohamia ambao tumefika sisi tukawabadilisha. Tukawabadilisha ndio wakatoa matokeo ya namna hiyo. Kwa tuna mategemeo mazuri huko mbele na tunategemea kufanya vizuri zaidi. Lengo letu ni kufanya vizuri ili tuje tuwe wazuri zaidi. Ikiwezekana tunatamani tuje tuwe shule ya mfano. Sawa. Zungumza na wazazi pia kuhusiana na watoto wao ambao yawezekana kuna mzazi kwa mara ya kwanza leo anakusikia na yeye amewiwa na Juvik. Kama mkurugenzi tunatamani pia kusikia tamko juu ya mzazi huyu ambaye hajamleta mtoto hapa na kuna mwingine mtoto wake yuko hapa. Nasema hivi, shule ya Juvik ni shule sahihi ya kuleta watoto. Shule ya Juvik ni shule sahihi ya kuleta watoto kwa ajili ya malezi bora na elimu bora. Ambayo inaendana na taratibu na sera ya elimu ya Tanzania. Sisi tunaandaa hawa vijana kwa lengo la kwamba waweze kujitegemea. Waweze kumudu changamoto watakazokutana nazo huko mbele ya safari. Kwa hiyo ninawaomba wazazi waweze kuungana na sisi, watuletee watoto. Watoto hawatajuta kwa kuleta watoto hapa. Nikuambie kitu kimoja ndugu mtangazaji. Kuna wazazi walioleta mwanzoni watoto hapa wanasema kwa kweli hatukukosea. Wanasema hatukukosea. Nitoe mfano tu. Kwa mfano kuna wazazi ambao walileta watoto ambao ndio wako darasa la 5 sasa hizi. Waliofanya mtihani wa darasa la 4. Wamefaulu na ndio inakuwa sasa hawa watoto ambao tuliopeleka walipeleka kama wanakuja kujaribisha tu, unaona? Lakini wanashangaa. Na hao imekuwa ikipelekea kuwaleta na watoto wengine ili waweze kusoma hapa. Kwa hiyo nataka kusema nini? Ni waombe wazazi, sisi tumejipanga vizuri, tuko vizuri kwa ajili ya kutoa elimu bora na sahihi kwa mujibu wa sera mpya ya elimu ya Tanzania. Sawa. Hapa kama unavyoona mazingira mazuri namna hii, hii ndio shule yenyewe ya Juvik na huyu ni mkurugenzi mwenyewe mmiliki wa shule hii ya Juvik. Mkurugenzi, tuzungumzie swala la ushindani wa uwepo wa shule za Makambako. Unaona tunaweza kwenda kufanya vizuri zaidi ya shule zote ambazo zinapatikana halmashauri ya Makambako? Nikuhakikishie, anayeongea ni mwalimu huyu. Ndio. Mmiliki wa shule ni mwalimu. Ndio. Mimi ninafahamu nini kinatakiwa kifanyike ili tuweze kutoa elimu bora. Ndio. Na elimu bora ni nini? Elimu bora ni kile kitu ambacho mtoto atakipata na atakitumia. Ndio. Kwa sio swala la kwamba iwe nafasi namba 1. Lakini mtoto anavyotoka pale anakuwa na quality gani? Ana kiwango gani?
Mimi huwa nasema hivi kwa walimu wangu. Ndio. Mtoto apate kile kitu anachotakiwa kukipata. Ndio. Usimtengenezee mazingira ya kumpa mtoto wewe. Mtoto apate kile anachostahili. Kwa hiyo ninasema hivi, kushika nafasi ya kwanza ni swala jingine. Ndio. Ambalo ninaamini tutashika. Ndio. Siku moja tutashika, lakini kipaumbele chetu ni kutoa elimu ambayo itasababisha mtoto aweze kuwa bora na aweze kumudu maisha yake na kusaidia jamii kama inavyotakiwa. Okay. Misingi mizuri inatengenezwa na walimu. Hatujazungumzia swala la namna ya kuwapata walimu. Huwa unafanyaje ili kusema huyu mwalimu sasa anatakiwa kae hapa JUVIK? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza mwalimu anaweza kufika hapa JUVIK lazima kuna chekecheo linapita. Sio kwamba kila mtu anaingia hapa, hapana. Hao walimu naoona wote hawa wamepitia kwenye chekecheo maalum ambalo tumelitengeneza. Wanapita afu then tunaona walimu ambao ni wazuri tunawachukua. Tuna walimu hapa ambao ni wamemaliza, wana degree na diploma wako hapa. Kwa hiyo elimu yao wanatoa elimu nzuri sana, ambao ni watu ambao wamepitia kwenye chekecheo na ni kweli ukiangalia ndio sababu wanaweza kubadilisha watoto ambao walikuwa wameshindikana wakawa vizuri. Okay. Ndio. Kwa hiyo sina wasiwasi na chekecheo nalotumia. Hongera sana. Ndio. Issue ya masuala ya mmomonyoko wa maadili na kuna baadhi ya walimu wanakuaga na tumekuwa tukiripoti matukio kama waandishi wa habari, walimu wanafanya vitendo ambavyo sio kwa wanafunzi na nini. Kwa hiyo hilo umeliimanisha vipi? Asante tu mtangazaji. Kwenye swala la maadili ndio kipaumbele cha kwanza. Kabla mtu yeyote sijaweza kumwajiri kwa maana ya mwalimu, sio mwalimu tu. Unajua hapa tuna watu wengi. Ndio. Tuna walimu, tuna nao angalia watoto. Kwa maana wale wanaokuwa nao kwenye vyombo vya usafiri, wanaowapikia chakula, wanaofanya usafi. Mbele cha kwanza. Ukumbuke ninayeongea ni mwalimu. Ndio. Kwa hiyo ninafahamu kwamba mtu ambaye anatakiwa atoe elimu na ahudumie watoto anatakiwa awe na quality ipi, aweje. Kwa hiyo maadili ni kipaumbele changu cha kwanza kabisa ambacho ninakifanya. Ninachekecha walimu kwa ajili ya kuangalia maadili, na pale inapofika mahali kwamba mwalimu amekosa maadili, basi hapa sio nafasi yake. Okay. Issue ya mwanafunzi kutoka asubuhi kurudi nyumbani na wengine kukaa shuleni, kwa nini umeamua kuwa na mfumo huu? Ninashukuru sana. Ni mahitaji ya wazazi. Ndio. Mahitaji ya wazazi. Wazazi ndio walio unajua ili uweze wazazi ndio wateja wetu. Ndio. Mteja ndiye anasema nataka nini. Ndio. Mwanzoni tulikuwa hii shule ilikuwa ni shule ya kutwa tu. Ndio. Lakini wazazi wakasema hapana. Tunataka, kuna baadhi ya watoto tunatamani wakae hapo shuleni ili muangalie kwa ukaribu zaidi. Ndio. Kwa hiyo tunahitaji bweni. Ndio. Mimi ninajibu kutokana na mahitaji ya wateja. Ndio. Wateja walihitaji, nikalazimika kuwatengenezea, kujenga bweni ambalo kuna watoto wanakaa hapa wanapata elimu kama ambavyo wazazi walikuwa wanataka. Okay. Inakuwa ni adimu sana mkurugenzi kupatikana shuleni au kukutana na wazazi. Kwako wewe umetengeneza utaratibu kwamba unapata nafasi ya kukutana na wazazi hata kwa mwaka angalau mara moja, maana wakurugenzi wengi unachangaa wako huko mbali, miaka nenda rudi, tunashindwa kuwapata. Kwako wewe nikuhakikishie ndugu mtangazaji, ninarudia hii sentence. Ualimu kwangu ni hobby. Kwa hiyo ninapofika shuleni mahali pa kufundisha kwangu ninajisikia raha sana. Kwa hiyo na kuongea na wazazi kwangu mimi najisikia, yani ndio timilivu la moyo wangu. Kwa hali hiyo wazazi nakutana nao mara nyingi sana. Baadhi ya vikao ambavyo sio vyote. Vikao ninakaa nao wazazi, ninawasikiliza wanataka nini, wanataka nifanyeje. Tunashirikiana na wao ili tuweze kuenda vizuri, watoto wapate elimu wanayoitaka. Okay. Kwa hiyo mimi nipo na najitahidi sana, licha ya majukumu nilionao mengine mengi. Lakini lazima nitenge muda ili niweze kukutana na wazazi. Mmiliki wa shule hii ya JUVIK kama unavyoiona, shule nzuri kabisa. Tutaenda kuungana na mwalimu mkuu, atatufafanulia pia wanafunzi ambao wanapokea hapa ni wanafunzi wa level gani mpaka level gani.
Lakini kuna mzazi amependa hichi ambacho tumekizungumza, lakini akawa na swali lake anatamani kukuuliza. Sijui kama unaweza kutaja namba yako ya simu au tuache namba ya mkuu wa shule. Asante. Mimi ninapatikana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inawezekana akatamani kuuliza maswali au kupata taarifa kutoka moja kwa moja kwangu. Ndio. Kwa hiyo namba yangu ya simu ambayo napatikana ni 07 56 18 78 75. Turejee tena. Namba yangu ya simu ambayo naweza nikapatikana kwa wakati wote, namba 56 18 78 75. Kama kuna chochote ambacho ulitamani nikuulize, bahati mbaya sijakuuliza, unatamani kuzungumza na wao. Asante tu mtangazaji. Mimi niseme hivi, wazazi walete watoto wao hapa. Ndio. Kuleta watoto hapa watakuwa hawajakosea. Ndio. Tumejipanga vizuri sana. Kuanzia mwakani tutategemea kwanza kutoa elimu na kutoa kozi au masomo ambayo yatawasaidia watoto kuweza kujiandaa vizuri kwa ajili ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Okay. Kwa hiyo wazazi wawepo, watuletee watoto. Hapa tutatoa elimu ambayo ni nzuri zaidi, ambayo watapenda. Yeah. Kama ambavyo wanapenda tunavyotoa sasa hizi. Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana mkurugenzi. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante Mungu awabariki sana. Okay. Asante.